Ni ile time ya kupiga story na mgeni ambaye ametutembelea siku ya leo hapa mjengoni. Kwa sababu tayari ameshafika, basi inabidi tu tupige naye story tuweze kufahamu bana siku ya leo ametuletea nini na anaitwa nani. Hope hata wewe mwenyewe hapo unatamani kumsikia tulie naye siku ya leo hapa ndani. Bila mambo vipi? Shwari kabisa. Poa kabisa. Poa mwana. Kisogelee na kuwa fresh kidogo. Basi fresh bana. Msikilizaji ambaye anatusikiliza sasa hivi angetamani kufahamu ndio tupige story na nani. Aise, leo napiga story naitwa Yao Romeo. Yao Romeo. Yao Romeo. Okay. Yeah. Msanii wa kizazi kipya. Nafanya muziki wa bongo flavor pamoja na genre tofauti nafanya. Lakini napendelea zaidi kufanya bongo flavor, afro soul pamoja na dancehall. Okay. Yeah. Bana, mimi tangu nimeanza kukufuatilia naona kama una ngoma moja. Ndio. Yeah, ngoma ambayo ilitoka ngoma moja. Baadaye hapo nyuma ulikuwa kwenye group, si ndio? Yeah, nilikuwa kwenye kundi. Kundi lako ulikuwa unaitwaje vile? Kundi langu ilikuwa inaitwa Afronia. Afronia. Yeah. Mlikuwa watu kama wangapi? Afronia ilikuwa kundi la watu 5. Watu 5. Yeah. Ilikuwaje kundi likafikia mwisho bana? Nitupe story kidogo kabla tujarudi kwenye kazi yako. Yeah, sawa. Afronia cha kwanza tuliunganishwa na kwenye mazoezi, maana tulikuwa tunafanya mazoezi sehemu moja. Okay. Kwa tulikuwa tunakutana sana. Sio ndio tukaona kwa sababu tunakutana hapo ndio tusianzishe kundi letu sisi. Okay. Ndio tukaanzisha kundi, lakini changamoto ilipokuja ikawa ni kuna hali ya utafutaji, kila mmoja anaenda mtu akawa busy, ndio kasababisha kundi letu likavunjika kwa sababu mtu anataka kuachia ngoma, kuna mwingine yuko mbali, kwa inabidi mnamsibilia sana kwa inachelewesha. Okay. Kwa kila mtu akaamua kufanya kazi yake kama solo artist. Kila mmoja kama kufanya kazi yake kama solo artist. Maana kundi letu nyimbo yetu tuliacha ilikuwa ni 2023 tarehe 21 mwezi wa 7, nyimbo yetu ile kwanza. Basi ndio nyimbo moja tu na kundi nika hapa. Okay. Yeah. Kutokana na watu kuwa busy, si ndio? Watu kuwa busy. Bana, mwaka jana uliachia kazi. Yeah. Ambayo ilikuwa inaitwa Asante by the way. Yeah, Asante. Ilikupa mafanikio gani? Yeah, kwanza Asante ni nyimbo kwanza ambayo mimi nilifanya. Cha kwanza nilikuwa ni nyimbo ya kumshukuru Mungu kwa sababu kuanzia mwaka jana mwezi wa 8 hivi nilipata changamoto mpaka Asante. Okay. Yeah. Baadaye tuende kwanza tukaisikilize hii Asante, alafu tukirudi hapa ndani tutakuja tupige story nyingi sana kuhusiana na kazi ambayo anaiachia leo. Kwanza tusikie hii Asante ambayo amemshukuru Mwenyezi Mungu kumtoa kwenye ugonjwa mzito kwa sababu alikuwa hawezi kuongea, alikuwa hawezi kutembea. Alipopona akaamua atoe ngoma. Tusikilize kwanza hii kutoka mwaka jana. Alafu tutarudi sasa kusikiliza alichokuja nacho siku hii ya leo. Ndio, hivyo. Mwenye nguvu naweza, umeketi juu, Alfa na Omega, ninakuita Ebeneza, usiku mchana, upo nami, unanilinda, kila napokwenda, juzi jana, nilikuamini, wanuniwinda, nikawashinda, umenipa furaha. Nimekuja kukushukuru. Uwe sababu leo hii ni Baba, nilisikia ukanipa maji, nilipoumwa ukafanya mateso yalinizidia, sikuona njia, nimezunguka olova kutafuta msaada, nilikwama ukasikia, kanisaidia. Thank you Jehova, umenipa ushuhuda, kama si wewe mwingine nani? Hakuna mwingine, hakuna.
MHz Dira FM. Oh yeah, hiyo ndo Asante ambayo ilikuwa ngoma ambayo iliachiwa mwaka jana mwezi wa 12. Na speaking of hii hapa ngoma, ukisikiliza vizuri unatambua kabisa kwenye verse ya kwanza pale kuna sehemu imesikia unasema waliniwinda lakini nikawashinda. Sisi tupo sawa? Ni kweli. Ilikuwaje bana watu wakakuwinda? Kwani uliwafanya nini? Au kwa nini unahisi watu walikuwinda? Hapana, lazima nibadilike mambo hii ngoma. Kwa kile ambacho nafikiria hapo, so sichukui kama mimi tu mwenyewe, pia na kuna watu wengine ama changamoto ni za kawaida, lakini naimba pia nawaambia na watu wengine ambao mpita changamoto waliwindwa na wakashinda. So labda mimi nilipitia kwa changamoto na nikashinda. Unaamini kwamba kuna mtu kweli alifanya maelekezo ili akutoe mchezoni? Na kwa nini afanye maelekezo? Siamini, lakini kuna watu wetu ambao tunawajua, watu wa karibu, wengine sio tunasikia pia waliwindwa lakini wakashinda. Lakini wewe imetokea kama sijui. Basi sawa bana. Jina lako kabisa wewe, tukiachana na hili Yao. Jina langu real name ni Joshua. Yao Romeo ilitokea. Yao Romeo cha kwanza ni muunganiko wa majina mawili. Nakumbuka mimi mwanzoni zamani nilikuwa nyimbo zangu naenda naandika, ikija naambia washikaji wangu mtaani. Okay. So washikaji wakawa wanapenda kuniita romantic, Mr. Romantic. So nikawa natumia Mr. Romantic. So nikuja kujitafuta nikaona Mr. Romantic ni band ya watu wengine. Okay. Nikaibadilisha Romantic nikawa najiita Romeo. Okay. So nikawa natumia jina Romeo. Sasa nakumbuka tulipata show, tulikuwa tumeenda Shirati. Kipindi tumeenda Shirati, tulikuwa tunafanya PA mtaani. Nakumbuka host wa ile show kuna kutangaza anatangaza vitu kutoka kwenye PA kwamba tutakuwa na Romeo. Okay. Ya Romeo pia tutakuwa naye. Sasa nikawa sielewi ya ni nini. Sasa nikauliza watu ambao nao ya maana yake nini? Wakaniambia ya neno Kijaruo ambao maana yake ni jamani. Kwa kuamsha jamani Romeo tutakuwa naye. Sasa nikaona ni swag, nikabidi nitumie. Akabidi uishi nayo. Niishi nayo. Okay. Kumbe jina lina maana. Yeah. Napongezi sana kwa kujiongeza kufanya